Karibu katika kipindi chetu siku hii ya leo na mwalimu J.M. Jaonga. Tunaendelea kujadili kuhusu umuhimu wa neno lake Mungu ama uaminifu wa neno lake Mungu. Katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 10, neno lake Mungu lasema hivi: maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tunaangalia uhusiano ama uaminifu wa neno lake Mungu katika maisha ya Mkristo. Neno lake Mungu linasema tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza tuenende nayo. Kuna matendo mema ambayo Mungu ameweka katika maisha ya Mkristo, na Mungu angependa matendo yale mema aliyoweka katika maisha ya Mkristo, wewe uliyempokea Yesu Kristo, kuweza kudhihirishwa. Maana neno la Mungu linasema tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Kuna matendo mema kwako wewe, ndani yako wewe Mkristo ambayo umeokoka. Watu wengi hawajawahi elewa ndani mwao kuna mambo mazuri ambayo Mungu amewaweka. Mungu hawezi akataka tutende matendo mema na hayo matendo mema hayako ndani mwetu. Kwa hivyo maandiko yanasema tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza tuenende nayo. Kuna matendo mema ndani mwako ambayo Mungu angependa yadhihirishwe. Kama vile tulivyosema katika kipindi kilichotangulia, kwamba ufalme wa Mungu umefananishwa na mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Na neno la Mungu lilikuwa linasema nchi huzaa yenyewe. Inamaanisha kuna vitu vilivyo katika nchi, neno la Mungu linasababisha ama nchi inasababisha vitu vilivyo katika nchi liweze kuzaa. Maana nchi ndio inazaa. Na tulisema nchi ni moyo. Kwa hivyo katika moyo kuna vitu ambavyo Mungu anataka kuvizalisha. Na hivyo vitu ni nini? Matendo mema. Kwa hivyo neno la Mungu ndio mbegu ambayo unastahili kuipanda, ndio yale matendo mema ambayo Mungu amekusudia yaweze kuota. Kuna karama na vipawa ambavyo Mungu amekupea wewe kama Mkristo. Sikiliza, tulipookoka kuna mambo yaliyotendeka. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17, neno lake Mungu lasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunapomjia Yesu Kristo tunafanyika kuwa kiumbe kipya. Mungu hufanya roho zetu kuwa mpya. Mungu huondoa ya kale. Ile asili ya Adamu inaondoka, asili ya dhambi Mungu huiondoa. Mungu anaweka ndani mwetu asili yake, asili baada yake Mungu. Hii asili tuliyoipata ambayo imefanyika upya katika roho zetu, maandiko yanasema imekuwa mpya. Imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hivyo Mungu anataka tutazame mapya ambayo yametukia, ambayo maandiko yanasema ni matendo mema. Sikiliza anavyosema mstari wa 18 katika mstari huo, neno lake Mungu linasema lakini vyote vyatokana na Mungu. Kwa hiyo vyote vilivyo ndani yako, kiumbe kipya katika roho yako ambayo Mungu ameifanya kuwa mpya, vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake katika Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa hivyo vyote vilivyo ndani mwako uliokoka, vyote vilivyo ndani mwako uliompokea Yesu Kristo, vyote vyatokana na Mungu. Hivi vyote ni gani? Matendo mema. Tungependa matendo mema yadhihirishwe katika maisha haya. Lakini yale matendo mema yenye Mungu ameweka ndani mwako yatadhihirishwa namna gani? Na ndiposa tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Mariko mlango wa 4. Maandiko yanasema katika Mariko mlango wa 4 mstari wa 26, sikiliza ile neno lake Mungu linavyosema kwamba akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Kwa hivyo neno la Mungu linafananisha na mtu aliyemwaga mbegu, neno la Mungu juu ya nchi.
Andika sema mstari wa 27 kwamba akawa akilala usiku na mchana na kuondoka, mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Twasema mbegu iliyopandwa ndio mbegu inayoota. Neno la Mungu lililopandwa ndio mbegu litakaloota. Ndani mwetu twasema kama Wakristo, Mungu ameweka ndani mwetu matendo mema. Lakini kitu gani kitasababisha matendo mema yadhihirishwe? Neno lake Mungu linapopandwa kwenye mioyo yetu. Maana katika mioyo yetu kuna matendo mema. Ni neno la Mungu ndio litadhihirisha yale matendo mema, zile karama ziweze kudhihirishwa, ile tunda ya Roho Mtakatifu kuweza kudhihirishwa. Maana tunda lile tayari liko ndani mwa kila Mkristo. Kwa hiyo kila Mkristo tunapochukua neno la Mungu na kulipanda katika mioyo yetu, neno la Mungu linaanza kusababisha matendo mema kudhihirishwa. Watu wengi wanafunga na kuomba ili maisha yao yawe mema, ili tabia fulani iweze kutoka. Si vibaya, lakini kulingana na vile Mungu alivyokusudia, anataka neno lake Mungu lidhihirishe ule utu wema. Tunapochukua neno la Mungu na kuanza kutafakari, tunda la Roho Mtakatifu linaanza kudhihirishwa. Ile amani, ile furaha, ile uvumilivu, ile utu wema, matunda lote la Roho Mtakatifu linadhihirishwa, maana tayari iko ndani mwako. Ni vizuri ujue kama Mkristo wewe ni roho, uko na nafsi na unaishi katika roho. Jambo hili ni muhimu kwako kujua kama Mkristo wewe ni roho, uko na nafsi na unaishi katika roho na katika mwili, samahani. Kwa hiyo jambo lilipotendeka, jambo gani lilitendeka tulipompokea Yesu? Roho zetu Mungu alizifanya zikahuishwa, zikafanyika mpya. Na katika roho ya kila Mkristo Mungu ameweka ndani matendo mema. Na katika nafsi, kitu kinachozuia yale matendo mema yaliyo katika roho kuweza kudhihirika hata katika mwili ni nafsi. Nafsi ni nini? Nia yako, hisia zako na ile hali ya kutaka kutenda. Kwa hivyo neno la Mungu linapoanza kukaa katika mioyo yetu, linasababisha kufikiria kwetu kunaanza kubadilika. Na tunapoanza kukubaliana na neno lake Mungu linavyosema, yale matendo mema yaliyo ndani mwetu yanaanza kudhihirika. Ndiposa neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorintho mstari wa pili, samahani tusome katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa pili. Neno lake Mungu linasema hivi katika kitabu cha 12:2 mstari wa Warumi kwamba wala msipatishwe. Neno lake Mungu linasema hivi katika Warumi 12 mstari wa pili, wala msifuatishe namna kanuni ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mungu angependa tuweze kujua mapenzi yake, na mapenzi yake tayari yako katika roho zetu zilizofanywa upya. Na anasema msifuatishwe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe. Kwa hivyo Mungu anataka usababishe mageuzi katika maisha yako. Kwa njia gani? Kwa kufanya upya nia yako. Nia inaanza kuwa mpya namna gani? Unapochukua neno la Mungu na kukubaliana nalo. Bwana anauliza katika Hosea 4 mstari wa 6, je, wawili waweza kwenda pamoja wasipokubaliana? Tusipokubaliana na neno la Mungu hatutaona mabadiliko. Tunaongea kuhusu uaminifu wa neno la Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu ameweka ndani mwa kila Mkristo, ambayo maandiko yasema siku moja tutakaposimama mbele za Mungu kila mmoja wetu atatoa hesabu. Je, utatoa hesabu namna gani? Katika roho yako kama Mkristo kuna matendo mema ambayo Mungu ameweka, ambayo maandiko yasema katika Efeso 2 mlango wa 10 tuliosoma, tumeumbwa katika Kristo kutenda matendo mema ambayo tokea awali Mungu ameyakusudia tuenende nayo. Na je, twasemaje? Twawezaje kudhihirisha yale matendo mema yaliyo ndani mwetu? Andika sema tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuze kwa kufanya upya nia. Kitu kinachozuia mara nyingi
kudhihirishwa kwa nguvu za Mungu katika maisha yetu ni vile tunavyofikiria, vile tunavyowaza. Kwa hivyo neno la Mungu lila muhimu sana kusaidia Mkristo kubadilisha vile anavyofikiria. Maana maandiko yanasema anavyofikiria mtu ndivyo alivyo. Na Mungu ametupea neno lake ili lilete mabadiliko. Ndiposa anasema mugeuze kwa kufanya upya nia. Nia inafanya upya kwa kuweza kuondoa yale mawazo ama ile elimu isiyokubaliana na neno lake Mungu na kuweka ndani mwako ile mafundisho na yale maelezo na maarifa yanayokubaliana na neno lake Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu lina uaminifu na uwezo wa kusababisha mabadiliko. Kuna vitu ambavyo Mungu ameweka ndani mwetu, angependa tutembee ndani na kuvidhihirisha. Lakini vitu hivi vinadhihirishwa kwa sisi kuweza kuliweka neno lake Mungu katika mioyo yetu. Na ndiposa neno lilikuwa linasema nchi yenyewe huzaa. Katika roho zetu Mungu angependa idhihirishwe. Na anatuambia tuliruhusu neno lake lisababishe mabadiliko vile tunavyofikiria. Na tunapolikubali neno lake Mungu katika maisha yetu, litaleta mabadiliko yaliyo ya ajabu. Katika kumalizia kipindi cha leo, ningependa kuweza kuangalia katika kitabu cha Wakorintho, kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 16, neno lake Mungu linasema, na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana anasema tuliruhusu neno lake likae kwa wingi. Kwa sababu gani Mungu angependa neno lake likae kwa wingi katika mioyo yetu? Neno linapomwaga kwenye nchi ambayo ni moyo, maandiko yanasema nchi yenyewe huzaa. Kuna matendo mema yaliyowekwa ndani mwetu, na ni Mungu anatumia neno lake kusababisha yale matendo mema yaote. Kwa mfano katika hali ya asili, kama vile huwa unachukua mbegu na kuanza kuipanda. Mbegu ina uwezo wa kusababisha chochote kilicho ndani mwake kudhihirishwa. Lakini uangalia, mbegu isipopandwa, ile nguvu iliyo katika mbegu haiwezi kadhihirishwa hadi mbegu ipandwe. Na nchi inasababisha ile uwezo yenye iko katika mbegu kudhihirishwa. Moyo wako kuna matendo mema mazuri ambayo Mungu ameweka. Ni neno la Mungu unavyolitafakari na kulifikiria ndio linasababisha utu wema, linasababisha amani, linasababisha uvumilivu, linasababisha hali ya wewe kuwa na uvumilivu na kuweza kuona baraka za Mungu zikidhihirishwa. Mungu anataka tulichukue neno lake tukalipande kwa wingi ndani ya mioyo yetu, maana hilo neno la Mungu ndio lina uzima. Uzima uko katika neno. Na ndiposa tunachukua neno hili, ndio afya tunayoitaka, ushindi tunaoutaka, amani tunayoitaka, ufanisi tunaoutaka tuweze kupata. Watokana namna gani? Katika roho zetu Mungu ameweka vitu vile. Lakini katika kulitafakari neno lake Mungu, yale mambo yanadhihirika. Ni vizuri tuliruhusu neno lake Mungu likae kwa wingi katika mioyo yetu. Jiunge nami katika kipindi kijacho tunapoendelea kujifundisha sana kuhusu kama mwanafunzi wa Yesu Kristo vile neno lake Mungu linaloweza kusababisha mabadiliko katika maisha yetu. Mungu akubariki.